Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Hapo vipi mtazamaji wa Mbengo TV bana, nimepata nafasi ya kuzungumza na Dogo Sergeant. Niko naye hapa, naye ni mmoja kati ya watu ambao wamekuja kwa Mario. Niko naye hapa, tutapiga story 2-3, lakini pia tunatamani kufahamu ile simu ya Rayvanny mpaka hivi sasa imefikia wapi. Sergeant, mambo vipi? Shwari. Uko poa ndugu yangu? Niko poa. Inafaa uniamkie shikamoo dada. Shikamoo dada. Marahaba. Kwa sababu mimi ni mkubwa na 25 sasa hivi naelekea. Una miaka mingapi? 19. Naona sasa ni mdogo wangu wa pili kuzaliwa. Nafaa uniamkie na nini haki yako. Sawa? Okay, tuanzie hapa. Sakata zima la muziki wa Singeli kwako umekaaje kwa sasa hivi? Umekaa vizuri. Okay. Yeah. Na jinsi unavyofanya, unavyoona, unavyoenda, unaona unaelekea wapi? Yeah, namshukuru Mungu tu muziki wa Singeli sasa hivi umefika mbali. Yeah, umekuwa national International anasema. Yeah. Okay. Sawa sawa. Pengine labda ulipotokea kuimba kwenye TikTok, maana kule ndo kulikoanza kukupa nafasi na kukupa jina mpaka kufikia huku. Ulipotokea na sasa hivi unaona mabadiliko yoyote kwenye muziki wako? Yeah, mabadiliko yapo. Ni mabadiliko gani? Show mazingira yamebadilika, sio kama zamani. Okay. Yeah. Na sasa hivi simu umekatazwa kupokea, maana tukipiga sana upokei. Management inagoma kabisa. Hamna. Itakuwa labda tuko busy. Okay. Yeah. Sasa hivi uko busy sana na show. Yeah. Nzuri hiyo. Mara mwisho kupiga show ilikuwa lini? Mara mwisho ilikuwa ni juzi. Okay. Yeah. Baada ya mimi nilipiga simu. Yeah. Okay. Ulikuwa una show wapi? Nilikuwa na show TikTok pale. Nilikuwa na show Manzese hapo TikTok hapo na bani nyingine ya. Okay, kuna bani mbili. Yeah. Sawa. Tuanzie hapa. Kutoka TikTok tumekuona kule ulikuwa ukifanya singeli zako kule. Wazazi walitoa blessings za wewe kufanya mziki wa singeli kwa sababu asilimia kubwa ya wazazi huwa wanaona mziki wa singeli kama ni mziki ambao ni wa utovu wa nidhamu, vijana wengi wanapotea. Ukifanya singeli basi wengine wanahisi sana wewe utakuwa ni mtu wa kuvuta sana bangi, kula vitu vya mihadarati kwa sana. Kwako ilikuwaje? Wazazi wana bless hadi nimefika hapa, unajua wazazi wame bless kweli. Okay. Yeah, wamesaidia sana hadi nafika hapa. Okay. Yeah. Hakukuwahi kuwa na ugumu wakati unaanza mziki? Hapana, kuja kwa na ugumu. Okay. Yeah. Na yule ambaye alikuwa akirekodigi video akawa anaziposti TikTok, ilikuwa ni simu yako ama kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anakusimamia tangu hapo? Yeah, kuna mtu alikuwa ananisimamia. Okay. Yeah, ni D-Square alikuwa. Okay. Kwa maana D alianza na wewe zamani. Yeah. Sawa. Natamani pia nifahamu kitu kimoja. Kuanza kwako muziki wa singeli, uligundua kipaji ulikiwa huko shule ama ilikuwa nyumbani? Ulikuwa huko nyumbani? Yeah. Ugundua hauna kipaji. Ulikuwa unaimbaga? Yeah, mafaza zangu mimi wanaimba muziki. Okay. Yeah, kwa mimi nilikuwa nafuata njia zao naimba. Okay. Yeah, ndo akananiambia una kipaji mwanetu. Yeah. Faza nani? Aweza kamjua faza zangu mimi akae huko. Okay. Ashasafiri. Alikuwa anakaa Dar lakini sasa hivi akae Dar. Okay. Yeah. Yeye ndo alikuwa ukimsikiliza anaimba na wewe unaingia huko. Yeah. Ndo alikuwa source ya wewe kuingia kwenye muziki wa singeli. Na wao walikuwa wanaimba singeli? Hapana, nilikuwa naimba bongo flava. What happened umeingia kwenye singeli? Mtani kwetu wenyewe tulivyojiweka pale, ya support ya singeli ndo kubwa kuliko bongo flava. Okay. Ndio maana nikafanya singeli. Okay. Yeah. Kwa maana kutokana na support yao ukaona bora na mimi niamie huko. Yeah. Kwa tukisema sasa hivi Sergeant tupe hapa na bongo flava unatugea. Sababu makelele uweze ukasikia. Sisi tunaamini kwenye kipaji na sauti, si ndio? Kwa maana sauti yako inaweza kutuinua kokote pale tulipo. Tuna uwezo wa kuisikia sauti yako. Tunatamani tukapaka kitu kidogo tu. Kidogo tu. Ona sina wivu ila moyo mama eti unasema kuwa umekupenda sana na mvumilivu ula mbivu bwana, sije kuwaza mimi na wewe kuachana. Sawa. Juzi umeachia ngoma mpya. Yeah. Mimi ni mshabiki yako. Niulize nimejuaje? Nimeona tu watu wanaposti nikasema hebu nipate nafasi ya kusikiliza. Kile ni clip, sijaachia bado ngoma. Yeah. Ila ndo tupo kwenye project hiyo kuachia ngoma. Umeamua kutesti kidogo na mitambo ya bongo flava. Yeah, kwa sababu naiweza. Okay. Yeah. Kwa maana Sergeant ni multi purpose. Tukimtaka kwenye singeli tunampata, tukimtaka kwenye muziki wa bongo flava tunampata.
Mimi ni mwanamuziki. So msanii, mwanamuziki. Kwa maana unaingia kwa siekti kipaji. Kipaji ninacho. Sawa. Sasa Sergeant, tukitoa yote ambao tumezungumzia kazi yako, tumezungumzia vitu vingi sana. Watu walikuwa wakikuattack sana kwenye mitandao ya kijamii. Pengine labda haijawahi kukupunguza motisha wa kutamani kuendelea kufanya muziki? No. Haijawahi. Ni changamoto tu za muziki. Nini umejifunza kutokana na vile attack ambazo zilikuwa zinatoka kwa Watanzania? Kawaida, kwa sababu sisi wenyewe tumepitia haso, kwa hiyo tunaona mambo ya kawaida tu. Sawa. Na mara mwisho kuwasiliana na rafiki yako lini? Mimi nakumbuka nilizungumza naye jana, nikaongea naye kuhusiana na swala lako wewe na yeye. Akasema hatamani kabisa ili mambo yaendelee kutokana hata yeye anaumia kutokana na kile ambacho anakiona kwenye mtandao, kila mtu anakizungumza juu yako wewe. Pengine labda umepata nafasi ya kukaa naye chini ukaongea naye? Majuzi kati nilimpigia. Nini hasa mlizungumza? Tuliongea mambo ya kazi. Kwa maana tutegemee kuona kazi nyingine kati ya nyinyi wawili. Maana combination yenu tunaielewa, mashabiki sasa. Na mameneja zake sasa, mameneja zake yeye sasa. Na mimi uongozi wangu ukikubali ndo tufanye kazi. Lakini mlizungumza swala la kazi. Ila sasa mimi sina shida naye. Shida ipo kwenye uongozi wangu, utakubali? Kwa hiyo yeye alikupigia au wewe ndio ulimpigia mkazungumza swala la kazi? Nilimpigia. Akasema yuko tayari kufanya kazi na wewe. Wewe ulimuomba akasema yuko tayari. Mimi sijamuomba, sio nimemuomba. Tulikuwa tunaongea tu story kama kawaida. Ndio mkazungumzia swala la kazi. Akasema kama ikitokea tuzungumzia masuala ya kazi, kwamba tufanye kazi, ni mambo tu ya kawaida. Nilitegemea tutegemee radha nyingine kati yako wewe na yeye. Sawa, majaliwa ya Mungu. Tunatamani kuisikia. Kama ile nashukuru nimejua kisasa leo. Tunasubiria tusikie vitu kama hivyo kwa sababu nyinyi wote mpo humo na tunatamani kusikia radha zenu. Sawa. Ile simu ya Rayvanny iliishia wapi? Ndo tupo kwenye project hizo za kufanya nguvu. Na alikutafuta? Na mnawasiliana. Nini hasa aliongea na wewe baada ya pale mlipotoka kwenye kile kipindi? Mambo siwezi ngaongelea hapa. Ama management imezungumza? Mimi siwezi ngaongelea hapa, nimeongea na uongozi wangu. Ni maongezi ambao viongozi wenyewe ndo waliongea. Sawa. Sasa ikitokea Sergeant na management yake imekubali na wewe umekubali, Sergeant na ndugu yako Pattern amekubali, mfanye kitu, uko tayari kuwaridhisha? Mimi sina ugomvi na mtu, ndio maana nikakwambia mimi uongozi wangu ndio una shida. So una shida, uongozi wangu mimi ukubali, uongozi wake ukubali, tunafanya kazi. Uweze ukafanya kazi tu mradi ufanye wafurahishe raia. Lazima uandae kitu kizuri ndo uachie. Uweze ukatoa. Na wale maneno walikuwa wakisema kwamba walikuwa wanakununulia nguo wewe, yeye Pattern anunuliwe nguo. Yalikuwa na ukweli labda? Namba tusiongelea. Sawa basi tuseme asante sana. Neno moja kwa mashabiki zako, nini ambacho unawaahidi sasa hivi? Wanaosupport muziki mzuri wanisupport. Ana swali moja. Sergeant, hapa tumekuona umekuja na Chino. Pengine tutegemee kuona Chino ndiye atakuwa kiongozi wako au kuna ngoma ya pamoja na Chino? Hamna, si msanii mwenzangu tunatembea naye. My brother. Ni your brother, kwa hiyo mnatembea tu pamoja. Ikiwezekana kufanya kazi tutafanya, lakini ikiwezekana tutafanya. Lakini wewe unamwonaje Chino? Jembe lile ujue. Akikushika mkono sehemu fulani unafika. Anipingi my blood. Damu yangu. Na umejuana naye muda ama baada ya hizi purukushani ndo ukaribu kwa? Niko na chatigi naye muda. Sisi tuseme asante sana, tunasubiri ngoma kali kutoka kwako. Shukrani.